Hawana ujanja huo. Mnyama unamsifia basi tuakie na timu ya kawaida sana. Na sisi, mimi kuhakikishie ndugu yangu hapa, yani sisi tunaenda kuchukua tena pointi 3 kwake. Alafu tunabaki tena na gap la pointi 6 kama kawaida. Haina shida. Bwana, tunapata nafasi ya kuzungumza na shabiki wa Yanga anaitwa Spia mwenyewe kabisa, maarufu kabisa kwa kushabikia klabu hii ya Yanga. Na baada ya mchezo wa jana dhidi ya Azam, mchezo ambao ulikuwa na kashikashi za hapo na pale, tunapata nafasi ya kuzungumza naye. Uzuri Mwananchi ametinga jezi yake. Mwananchi inakwaje? Kama kawaida. Ile vibe za Mwananchi umemkanazo? Sisi tunamkanazo kama kawaida. Sisi bado tunaongoza ligi. Hatuna shida. Sisi bado tunaongoza ligi, zilikuwa pointi 5, wamepunguza 2, zimebaki 3 na tunapata 3 zingine kwa wale ambao wanashikilia leo. Uzungumzie mchezo wa jana, mchezo ambao ulikuwa unakashikashi tangu mwanzoni kabisa. Wachezaji wa Yanga waligoma kuingia kwenye vimbe vya kubadilishia nguo wakiamini kwamba kuna dawa imepulizwa mule. Paka mchezo ukachezwa dakika 90 nyao. Yaani mchezo wa jana ulikuwa ni mchezo wa kimkakati, na kwa kuwa ni mchezo wa kimkakati na sisi ile mikakati tulishtukia mapema, kwa sababu hii michezo wanaicheza wao, yani watu walikuwa wameicheza zamani na sasa hivi washaachana nayo, umeona Kwa hiyo kweli dawa walipuliza, na baada ya muda watu waliingia kwenye vyumba kukagua, wakagundua kwamba hizi harufu ni dawa zile ambazo watu wanapuliza kwa watu wengine. Na ndio maana viongozi wakajadiliana, wakaona hapa hamna umuhimu wa kuingia kwenye vyumba. Na kweli katika kukosa kwetu kuingia kwenye vyumba pia imetunusuru, maana walikuwa washatuwekea mitego ambayo sisi tumekuja tumeshtukia. Sana tu yani. Sawa, turudi sasa kiufundi uwanjani. Sehemu ambayo watu wengi wamelalamika wakisema kwamba mashabiki baadhi wanasema kocha Pedro bwana akikutana na timu ambayo ina mbinu nyingi au kocha mwenye mbinu za kutosha anakuwa anahangaika. Jana tumeshuhudia Yanga ikipaki basi. Sisi kwa jana sio kama tumepaki basi. Unajua Azam ni wanacheza na watoto wadogo ambao muda mwingi watoto wadogo najua huwa hawamalizi dakika 90 kwa spidi. Kwa hiyo tulichofanya sisi ni kucheza nao, kuwaacha wao wacheze dakika 15 mpaka 20. Tulivyomaliza Suliana tulivyoamua sasa kucheza kikubwa, watoto wakarudi wote kwenda kuzuia, na tukawakosa goli nyingi tu, kama sio msaada wa refa na mshika kibendera wake. Yani maana jana sisi tulikuwa naondoka na goli sio chini ya 3. Lakini hii wananchi wanasema wenzenu wapinzani kule wanasema kwamba wananchi nyinyi mnamikia sana marefari siku hizi. Na sisi hatulalamikia marefari. Sisi tunachosema kwa sababu mpira unachezwa na kila mtu mpira ameona. Umeona? Yaani mtu ukisikia anakuambia sisi tunalalamikia marefari, na maana huyu hakuangalia mpira wala hakufuatilia. Lakini jana uliona kabisa, yani kuna muda mshika kibendera ananyosha offside hata kama mpira umeenda hauna mtu. Yeye ananyosha offside. Sasa inaonekana kabisa jana ilikuwa ni mikakati ya unajua mpira wetu unavyochezeshwa na unaenda kwa mipango fulani hivi. Kwa hiyo mikakati imepangwa na nani sasa hivi? Ile mikakati, maana sasa hivi sisi tunajua kabisa kwamba bodi ya ligi wanatamani tu mtoto wao achukue ubingwa. Ukiangalia TFF wenyewe, ukirudi, yani kwa kifupi, yani wote wanatamani msimu sisi tupoteze ubingwa, na sisi tumejiandaa, tumejizatiti na tuna uhakika ubingwa tunauchukua. Kikosi hiki cha kina Emmanuel Manengo. Kikosi hiki cha Emmanuel Manengo. Si umeona Prince Dube alivyomfanyia jana? Maana kama sio kumzuia pale, Dube alikuwa anafunga au aiza ilikuwa penalti tupate goli, ila ndio hivyo mipango, si unajua mechi zao. Bwana kocha Florent Ibenge ameonyesha uwezo wake wa kucheza na Yanga. Mechi ya pili hii ukiachana na ile ya Mapinduzi ambayo alipigwa chuma moja tu, hii ya pili nyau kaitoa. Watu wanasema sasa maji na mafuta yamejitenga. Kocha mwenye mbinu nyingi kaonekana, ambaye ana mbinu za kawaida kaonekana. Maana yake kwenye mechi mbili kocha mmoja kaonekana na uwezo kumzidi mwenzake. Unahisi maisha ya Pedro yako pale Yanga au kuna namna anaweza akaachia ngazi? Pedro bado tupo nayo, ile itakapohitajika kubadilisha kocha tunabadilisha, kwa sababu sisi mpira ni mchezo wa kubadilika. Ina maana unaweza ukafika muda kweli ukahitaji kumbadilisha kocha kutokana na mwenendo la kila kitu, lakini kwa sasa Pedro tupo naye na tunatamba naye. Tupo naye na tunatamba naye Pedro, hatuna shida. Ibenge ni kocha wa kawaida sana. Ibenge ni kocha wa kawaida, na ili uamini kama Ibenge ni kocha wa kawaida, Ibenge ndo alianza kulalamika kwamba eti sisi tunapelekwa uwanja wetu wa nyumbani kwa Mkapa, wakati ule uwanja Azam ndo alichagua uwanja wake wa nyumbani. Maana Ibenge hajui hata Azam uwanja wake wa nyumbani ni upi anapoteza hizi dabi. Sawa. Turudi katika upande mzima wa wachezaji ambao Yanga mlikuwa mkiwanadi kuelekea mchezo huu. Mtu kama Depu ambaye
amefumania nyavu mara 6 kwenye michezo 7. Watu wakimsifu bwana, huyu jamaa ana uwezo mkubwa sana. Kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo, Depo hakuingia kambani. Mchezo huu pia dhidi ya Azam, Depo hakuingia kambani. Watu wanasema huyu ni striker wa kuwafunga Tanzania Prisons peke yake. Depo ni striker mzuri na ana uwezo wa kufunga, ila asema tunapokutana na hizi timu kubwa, najua kuna watu yani wenyewe wanajiandaa kumkaba Depo, umeona, na wakitoka pale wanajisifia kabisa kwamba tumemkaba leo hajafunga. Sasa kwa staili ile sisi tunajua ni nini kinachoendelea. Sasa kama walivyomkaba Depo, Dube anataka kwenda kufiga kamba, wao na mshika kibendera anawasaidia. Sasa unategemea magoli yatapatikanaje kwa staili hiyo Magoli hawezi kupatikana kwa hiyo staili, maana magoli ili mtu akosee wewe uweze kufunga. Sasa kama yeye akikosea refa anasawazisha, inakuwa shida sana mpira wetu wa Bongo Kwa hiyo ubingwa upo. Ubingwa upo 100%. Ubingwa upo 100%. Kocha huyu na ubingwa tunachukua tukiwa na huyu 100% tunachukua ubingwa Sawa. Gepo ambayo iko baina yako Mwananchi na Mnyama, unaona kabisa kuna namna ambayo Mnyama huko mbele anaweza akafanya maajabu akapindua meza? Hana ujanja huo. Mnyama unamsifia basi tu, akina timu ya kawaida sana. Na sisi, mimi nikuhakikishie ndugu yangu hapa, yani sisi tunaenda kuchukua tena pointi 3 kwake. Alafu tunabaki tena na gap la pointi 6 kama kawaida. Haina shida. Safari unamkuruta vizuri sana tu, anafungika vizuri sana. Hana shida kabisa. Sisi yule tunajua jinsi ya kumfunga, yani hatusumbui. Lakini jana Engineer Hersi alionekana na kanzo pale juu. Amejikunyata kweli. Engineer, mimi ninachopenda kiongozi wetu, kwanza yupo makini sana na ni kiongozi ambayo haangalii Yanga inaenda kucheza na nani. Yaani Engineer yeye kwa kifupi kwanza ni mwanachama, alafu anaipenda timu yake na ni kiongozi. Kwa hiyo kama kiongozi na maana yeye anaenda sehemu timu inapoenda. Unaona? Kwa hiyo timu nayo yenyewe inakuwa na morali wa kucheza kwa sababu anajua kiongozi wetu yupo na anaona nini tunafanya. Kwa hiyo kwa kifupi yani nampongeza sana Engineer Hersi. Nampongeza sana kiongozi wetu. Pale kiongozi tumepata. Pacome Zouzoua amerejea uwanjani kuingia kwenye mchezo dhidi ya Azam, akaanza kuonyesha udambwi. Watu wanasema Pacome huyu age go, umri umemtupa mkono. Ule uwezo wa Pacome wa miaka 2 nyuma umepotea. Sasa Pacome anakwenda kupoteza vile vitu kwenye miguu yake. Wana Yanga mnajiandaje? Pacome nadhani jana umeona alivyoingia tu alichokuwa anakifanya pale uwanjani. Pale ukumbuke Pacome anacheza ni majeruhi. Sasa sijui akiwa mzima uzee wao wanauonaje. Ila pale Pacome anacheza ukumbuke pale ni majeruhi. Yaani Pacome ameamua tu kuingia kuwatisha wale vijana ili waone kwamba Pacome yupo, lakini si wenyewe wenye timu yetu tunajua Pacome jana alicheza akiwa hayupo sawa. Na ameingia lakini bado akawasumbua. Hivyo alivyo bado amewasumbua. Unawaahidi nini Azam kwenye mchezo wa marudiano baina yako wewe na wao ambao wameanza kwa kuwekea dawa kwenye vyumba, figisu zimeanzia humo, lakini baadaye pia kwenye mchezo uwanjani inaonekana kuna namna kama referee alikuwa, unawaahidi nini? Tunawakaribisha Gonten Bay. Hatuna mengi sana. Tunawakaribisha Gonten Bay, watakuja kuonana na Yanga ambayo imesimama iko makini.